Kwenye maisha kuna kipindi unakuwa unaona vitu vingi vizuri, unavipenda, unavitamani, ila unakuwa huna uwezo wa kuviafford, hauwezi ukanunua, hauwezi ukawa navyo kwa kipindi hichi. Hasa katika kipindi kama hicho, mara nyingi shetani atakuletea options, njia mbadala ya kumiliki hivyo vitu ambavyo unavihitaji kwa kipindi hicho. Na hizo njia ambazo utaletewa mara nyingi waga sio za kumpendeza Mungu. Leo naomba nikukumbushe kwamba hautobaki na njaa milele. Hautobaki katika hicho kipindi ambacho unadhani kwamba wewe tu ni wa kuishi kwenye chumba kimoja au wewe ni wa kuishi kwenye mageto tu ya ajabu ajabu. Hivyo vipindi waga vinapita. Neno la Mungu linatuambia kutoka Zaburi sura ya 34 mstari wa 10, wana simba hutindikwa huona njaa, bali wamtafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote chema. Kuna possibility ya simba kubaki na njaa. As powerful as simba alivyo, anaweza akabaki njaa. Lakini kwa watoto wa Mungu, kwa wale ambao wanamwamini Mungu, njaa ni kipindi cha mpito. Hauishi kwenye njaa. Kama utaendelea kumpenda Mungu, kumwamini Mungu na kumtafuta Mungu, hautohitaji kitu chochote chema. It means vitu vyote vizuri Mungu atakupatia, kwani neno lake ndio linalotuambia atatujaza kila tunachokihitaji. Ila kuna kipindi ni cha kuvumilia, usicompromise. Kwa macho yangu nimeona Mungu akiinua familia ambazo zilikuwa zinaishi kwenye mazingira magumu. Hizo story ni true, yani vitu ambavyo halisi vinatokea kwenye jamii. Mungu anawainua in a way ambayo nobody could ever imagine, kama hizo familia zingefika katika hizo heights za mafanikio. Kama mtu angeenda kumfuata Joseph akiwa jela, akamuuliza Joseph, ni muujiza gani ambao unauhitaji kipindi hichi? Probably angesema nahitaji tu kurudi nyumbani kwa babangu. Kumbe Mungu alikuwa amemwandalia more than that. Alikuwa anaenda kuwa governor, big man. Please, usikubali kutumia njia mbadala ambazo zitakuchonganisha na Mungu kipindi hichi. Vumilia hiyo njaa ya milele na hutokosa kitu chochote chema Mungu atakupa.